Nitaka nifanye shughuli zangu za kichawi, nimalize, niondoke. Maana ndizo zilizonileta, sio kuonana na wewe. Sasa wewe kilichokutuma unitafute, unipeleleze ni kitu gani? Sasa basi, usipate shida. Nimekuja kujitambulisha rasmi kwamba mimi ni mchawi. Labda nikuulize kitu kimoja. Sijui unataka kitu gani kwangu ili uridhike. Maana unatumia nguvu sana na uwezo mkubwa sana kumbadilisha mtoto wangu akili yake. Kipesile sasa hivi mimi ananiona kama takataka tu. Yaani anaona kama uchafu. Wala afikirii kwamba mimi ni mama yake ambaye nimembeba tumboni miezi 9 na uchungu niliopata. Hawazi hilo. Ila wewe anakuona wa muhimu sana na wasamani kwake. Mimi ananiona kama takataka. Akitaka kunipiga ananipiga, akitaka kunitukana ananitukana, anafanya lolote analoliweza. Na hiyo yote ni kwa sababu yako wewe. Sasa basi, kilichonileta hapa, nimekuja kukwambia nakupa siku 3. Uhakikishe mtoto wangu anarudi kwenye upendo kama zamani alivyokuwa ananisamini na kunijali kama mama yake. Fanya vile vile ulivyomshawishi anizalau mimi, na sasa umshawishi anisamini mimi. Nengeneka kinyume na hapo, kitakukuta kama kilichomkuta kaka yako. Labda nikuibie siri. Kaka yako nilimuua mimi kwa sababu alitaka kunitenganisha na Kipesile wangu. Siku hiyo alinipigia simu, anataka kumchukua mwanangu Kipesile ampeleke kijijini kwenu kwa sijui shoka likovunjika mpini ukabaki, afu akaishi na mama wa kambo. Nikamwambia sitaki, kwa ustaarabu tu kama ninavyokuambia wewe. Lakini hakunisikia. Nikaamua nimuue ili niwe huru na maisha yangu na mtoto wangu Kipesile. Hivyo basi, kupanga ni kuchagua. 1, umshawishi Kipesile aendelee na uchawi. Na 2, hakikisha unatumia ushawishi wako wote kumfanya mwanangu aniheshimu, anithamini na kunisikiliza kama mama yake mzazi. Kinyume na hapo, nitakuua kama nilivyomuua kakako miaka 5 iliyopita. Oh la 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 la, Kipesile, we Kipesile, Kipesile, we Kipesile, Kipesile, oh Kipesile, naleta mama. Kipesile wewe, Kipesile, oh Kipesile wewe, Kipesile, oh Kipesile, Kipesile, oh Kipesile wewe, naleta mama, naleta mabala, naleta mabala. Naleta mabala, we naleta mabala. Doli, ina maana muda wote nakuita unisikia au? Yaani nimeita tena. Kwa hiyo umekaa tu hapa, yani unanisikiliza tu. Wewe Doli, sina kusemesha. Wewe vipi? Kwani lazima ongee na mimi? Acha shobo, mimi sitaki shobo na wewe. Nimekaa zangu kimya, nimetulia hapa. Doli. Kwani lazima uniitaite? Kama una kitu cha kuniambia wewe ongea tu moja kwa moja. Doli, kuna 1 2 3 niambie, sio unanitaita tu. Acha shobo. Kwanza sasa hivi mimi ni mchumba wa mtu. Sio unanitaita tu. Shobo tu. Jitu mwingine bwana, yani sijui ikoje yani. Pendekeza tu kuongea na mimi. Yani ana force tu kuongea na mimi. Kashona nyota yangu inang'aa, jipendekeza kuongea na mimi limradi tu na yeye nyota yake ing'ae ili apate mpenzi Kenya. Anafikiri mademu wa Kenya hawana akili. Wajanja. Kwanza mwanaume mwenyewe
muone kwanza alivyokonda. Mwembamba alafu mweusi kama mkaa. Nafikiri atakukubali kirahisi rahisi. Na akishajua kama ni maiti, ndo kabisa wakusogelei. Pesa yote umetoka wapi? Au nataka nikupe dozi nyingine? Maana sasa hivi nishapata dawa yako. Ukinikofisha kidogo tu. Paka akili zikukae sawa. Alafu sasa hivi nataka nifanye kazi kwa weledi sana ili mfurahishe kiongozi wetu mpya mama mkuu. Yaani nataka niwe na kiherehere ili niwe karibu naye. Najua tu nikishakuwa karibu naye atanipa cheo. Alafu sasa nikishapewa uongozi, mimi hapa ndo nikawa kiongozi wako. Wewe nitakupelekesha kama msukule. Thubutu, utanipata wapi? Kwa taarifa yako, muda si mrefu mwenzako naolewa. Wakenya anakuja kumchukua mrembo wao. Sijui utanipata wapi. Labda uje Kenya. Na siku ukitaka kuja kunichukua, mashemeji zangu na mawifi zangu watakulamba kama koni. Wanavonipenda. Si mama mkuu atakuwa wapi? Dori, tuweke ugomvi wetu pembeni. Kuna kitu nataka unisaidie. Mimi najua wewe umekaa kwa muda mrefu sana na mama mkuu na umefanya kazi kwa muda mrefu. Hivyo wewe unamfahamu vizuri. Unajua kitu gani anapenda, kitu gani anachukia. Alafu mimi sasa niko nataka nimfanyie kitu kizuri sana ambacho akikiona atafurahia. Hebu niambie, ni kitu gani ambacho naweza kumfanyia mama mkuu pengine akafurahi? Yaani natamani nimfanyie leo kama sehemu ya kumpongeza baada ya kuganda kwa muda mrefu na kurudi rasmi. Kapotelea wapi? Oh. Unataka ufanye kitu cha kumfurahisha mama mkuu? Ndio Dori. Sasa nitakupa mbinu. Au nitakushauri kitu ambacho ukikifanya mama mkuu atafurahi. Mama mkuu tangu ameganduka, nafikiri hajaoga. Na ametoka sasa hivi. Kwa hiyo cha kufanya wewe, chukua maji na sabuni mpelekee bafuni ili akija tu akaoge. Alafu akija nitakupa maneno ya kumwambia. Nafikiri ukifanya hivyo mama mkuu atafurahi sana. Ewa. Bonge moja la idea. Kupe Dori na akili. Kwa hiyo nikishamwandalia maji, nikampelekea bafuni, alafu kuna maneno kuja kunipa nimwambie, si ndio? Ondi. Safi sana. Nimekukubali Dori. Hauna roho mbaya. Yaani wewe mbinguni una kiti chako. Sasa roho mbaya nini anko? Mimi kwanza sio mkaaji sana hapa. Muda si mrefu wa Kenya anakuja kunichukua naondoka. Na majukumu yote na uongozi utabaki nao wewe. Kwa hiyo haina haja ya kufanyia roho mbaya. Sawa, nakuja. Tuone. Halo? Nisikilize. Nilikuwa najua nimeshikilia nusu ya roho ya mama yako.
lakini kuja kugundua kwamba nilikuwa nikiishi naye kupitia mwili wa mtu mwingine. Kwa hilo nataka kukubali kwamba nilizubaa, aliniweza. Ila nachotaka kuambia ni kwamba muelekeze aliyoona hapa yabaki hapa. Lakini pia najua kuna siri yangu moja naijua. Sasa asije kafanya chochote, kwa maana nitakuja kujua. Na mwisho kabisa, cha muhimu, hatakiwi kabisa kuisogelea nyumba yangu. Yaani asifika nyumbani kwangu. Maana siku nikimwona hapa kwangu nitamuua. Sawa, nimekuelewa. Nitamwambia. Sawa, kama umenielewa. Hiyo simu iache hapo hapo, kisha wewe ondoka. Shoga yangu. Mambo. Dada, sina kuongelesha lakini. Wewe vipi? Unaamua kutukanwa eh? Unataka nikutukane ili ujue kama sitaki kusogelewa, si ndio? Alafu wewe ndio ulikuwa unaniogopa mimi. Ulivyoniona tu, baba jini, muda wote kuna baba yako. Kama vile kuku na mwanawe. Kitu gani sasa umekuja pana kimekuleta nini hapa? Na unakuja kufuata nini kwa jini? Mimi si jini natisha. Hapana. Baba kanielezea kila kitu ulichokipitia. Kwa hiyo akaniambia kuwa wewe sio jini. Na akanishauri nije tu tuendelee kupiga story hapa ili niwe nakuzoea. Kumbe wewe hapa kwa mapenzi yako, babako ndo amekutuma uje, si ndio? Kwa hiyo babako amekutuma uje uje kunichunguza mimi. Alafu nakuona sana karibu sana yule mzee. Yule mzee unamjua wewe? Unamjua? Kila muda baba. Wewe babako yule amekuzaa yule. Kwanza umetoka wapi mara? Yaani kundi sikuelewi kabisa. Wewe ni nani? Dada. Usinifanyie hivyo. Mimi si kama mdogo wako lakini. Kwanza nicheke. Umeongea nini wewe? Kama vile sijakusikia. Yaani mimi wewe ni mdogo wangu. Hivi una wazimu eh? Una matatizo, una mapepo. Ndugu mimi na umeanza lini? Alafu kwanza umejiona mpaka unaita mimi dada. Yaani umekomaa. Unajua umekomaa? Hivi kujiangalia kwenye kioo kweli? Na kushauri ungejiangalia kwenye kioo kwanza, alafu ndo uje uniite mimi dada. Au kwa siku sijui mimi niwe kioo chako. Nikwambie tu kwamba umekomaa. Eji imeenda, umekata. Sijui unanielewa? Na kama ungekuwa mwajiliwa, ungekuwa unaenda kustaafu. Alafu mbona kavi inakuwa unaenda shobo sana kwangu? Unataka undugu? Mimi sina shida undugu na wewe. Mimi dada, babangu baba. Mimi sina shida ya ndugu. Nilokuwa nao wananitosha. Alafu siku leo umetokea wapi kwanza? Na mmoja ufanye hapa nyumbani kwetu? Eti. Unataka kuchukua nafasi zetu eh? Wewe. Nahisi unijui vizuri. Na pia yule baba umjui vizuri wewe. Unamjua yule katokea wapi yule? Unajua mimi nimezaliwa lini? Mpaka nitawi dada yako. Sina kuuliza wewe. Unajua mimi nimezaliwa lini? Baada nikute yeye bibi, wewe ndio mimi dada. Eti dada. Wewe siku nyingine ungenikuta nimekaa hapa nimetulia. Usinivurugie mambo yangu.
na vitu vingi sana vya kufikiria, sawa? Tena ukome. Muone kwa sura yake ilivyokomaa vile. Dada umechunda. Yaani umezeeka, ija yako imeenda. Kwa hiyo usitaki kuwa na vitu vya 2000 kama sisi. Sijui umenielewa? Katafuta mabibi zako uongee nao. Nimekuheshimu sana kukupa muda wangu wa kukaa hapa chini kuongea na wewe. Maana mimi sinaga muda wa kupoteza kupiga story na watu vimbambao kama wewe. Wembamba kama kuni. Cheko ndo livonyo kama vile mstimu. Kitu gani? Eti dada. Ukome. Kwanza shikamoo. Doris, mama. Heshima kwa mama mkuu. Shikamoo mama mkuu. Marahaba. Samahani mama mkuu. Mama mkuu, kwa heshima kubwa nakupa pole kwa yote ambayo umeyapitia, na kusema kweli tumekuwa tukilia usiku na mchana, maana bila uwepo wako kiongozi wetu sisi si chochote wala si lolote. Lakini pia mama mkuu wetu mpendwa, kama sehemu ya kukaribisha, mimi hapa kama kiongozi bila kushauriwa wala kushurutishwa na mtu, nimekuandalia maji ya kuoga, sabuni na dodoki. Mpaka muda huu tunavyozungumza viko bafuni. Kwa hiyo mama mkuu wangu, nenda kaoge, kwa maana umeganda kwa muda mrefu, na baada ya kuganduka umeanza kutekeleza majukumu yako bila hata kuoga. Hapo ulipo unanuka kila aina ya harufu na hata sisi tunazisikia. Kwa hiyo nenda kaoge mkuu wangu. Unasemaje wewe? Loli. Oh la 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 la. Kipesile, we kipesile, kipesile, we kipesile, kipesile, oh kipesile. Naleta mabala. Kipesile wewe, kipesile, oh kipesile wewe, kipesile, oh kipesile, kipesile, oh kipesile wewe. Naleta mabala, naleta mabala, naleta mabala. Unaleta mabala, we unaleta mabala.